Karibu katika kipindi cha 5 ambapo tutakuwa tunazungumzia sehemu ya 3 ya insha ya kumbukumbu. Sehemu ya 3 huwa ni mwili na ambayo lazima urejelee ajenda zako kama zilivyofuatana ama orodhesho. Tumia neno kumbukumbu au kwa ufupi, uandike kwa herufi kubwa kisha koloni. Andika nambari ya kumbukumbu, mwezi na hata mwaka. Kwa mfano, kumbukumbu ya 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Hii 7 si tarehe, ni nambari ya kumbukumbu. Kisha taja kumbukumbu ya hiyo nambari na kuieleza. Kwa mfano, kumbukumbu ya nambari ya 7 mwezi wa 5 mwaka 2025 ni kusajili wageni. Baada ya kuandika hiyo kumbukumbu, usiendeleze. Enda hapo chini uandike maelezo yako. Alafu hii neno kumbukumbu ya 7 unapotaja hii kumbukumbu usiandike mwisho kabisa katika mkono wako wa kushoto, lakini angalau mbele kidogo ili uwe na usafi katika uandishi wako. Mfano wa mwili katika kumbukumbu zote, kumbukumbu ya kwanza huwa kufungua mkutano. Kwa hivyo ndio kumbukumbu yangu ya kwanza. Na hapa ufahamu mwenyekiti ndio huwa anasoma. Mwenyekiti ndio huwa anafungua mkutano. Kwa hivyo lazima mwenyekiti awe katika orodha ya waliohudhuria. Na huwa tunaanza na mwenyekiti kisha katibu wanachama. Na hapa lazima mmoja wao aombeshe na lazima awe katika orodha ya waliohudhuria na utaje jina lake, kama mimi hapa nimetaja Bi Nzuri. Kumbukumbu ya pili katika kumbukumbu zote huwa kusoma na kudhibitisha kumbukumbu za mkutano uliotangulia. Fahamu ya kwamba katibu hapa ndio huwa anasoma kumbukumbu za mkutano uliotangulia ama uliopita, na lazima uwe na mkono mmoja ama wawili, na lazima wawe katika orodha ya waliohudhuria na uwataje kwa majina. Katika kumbukumbu ya 3 katika kumbukumbu zote huwa maswala ibuka kutokana na kumbukumbu za mkutano uliotangulia ama uliopita. Kutokana na kumbukumbu za mkutano uliopita, unataja swala ambalo mngetaka kulizungumzia sasa kwa huu mkutano. Kwa hivyo lazima utaje kumbukumbu hiyo mnayoirejelea. Kama mimi hapa nimetaja kutokana na kumbukumbu za mkutano uliopita, swala kuongeza 1% ya karo ili kuleta maendeleo zaidi shuleni lilipitishwa. Hili ni kutokana na kumbukumbu ya 4 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa hivyo kumbukumbu ya 4 sasa hapa ndipo unapoandika swala ambayo mnataka kuzungumzia katika mkutano. Na moja hapa yangu ilikuwa kuongezwa mshahara. Alafu unatoa maelezo. Tumia maneno kama wanachama walikubaliana. Si wewe unayesema, ni wanachama. Kumbukumbu ya 5, swala la pili ilikuwa kupandishwa cheo. Kwa hivyo wanachama wengi walisema ni miaka 5. Unatoa maelezo. Alafu kumbukumbu ya 6 huwa unaweza andika kama baada ya kuandika sasa mambo ambayo unataja mambo kama mawili ama maswala matatu. Kama mimi nilitoa tu mawili. Hapa shughuli za ziada ni other business. Kwa hivyo hii ni shughuli ambayo hamkuwa mmeitaja, mtaizungumzia. Kwa mfano, wanachama walielewana kuzuru mji wa Mombasa kwa siku 3. Hili litakuwa wiki ya kwanza baada ya wanafunzi kwenda likizo ili kustarehe na kupunguza mawazo. Kumbukumbu hii haikuwa katika ajenda. Kufunga mkutano, kumbuka mwenyekiti ndiye anafunga mkutano, alafu mmoja wao anaombesha na lazima awe katika orodha ya waliohudhuria. Kuwa makini. Mwisho unaandika mwenyekiti, sahihi na tarehe kama jinsi nilivyokuelekeza hapa, na usiweke sahihi, maana hii sahihi itawekwa katika mkutano utakuja baada ya kupitishwa. Karibu.